Mambo vipi mwanamichezo mwenzetu, karibu tena Dimbani. Jina langu naitwa Cisco, niko hapa Katalambula Yusufu. Coach huyu kwa sasa baada ya kumaliza zile kozi za ukocha, tunakwenda kuzungumza naye kiufundi zaidi yako mengi, lakini hiki tulikitarajia ambacho tunakwenda kukizungumza kwa sasa baada ya mwalimu kutokea pale Raja Casablanca, zamani klabu ya wekundu na Msimbazi Simba, si mwingine Coach Fadru anamhitaji Pacome Peodo Zouzoua dirisha dogo kwa gharama yoyote ile, na mabosi wa Raja wamesema wako tayari kumsikiliza mwalimu huyo na kutuma ofa ndani ya klabu ya Yanga. Sasa Young Africans kazi kwao, wakubali ama wakatae, lakini si jambo la kushangaza, ni jambo la kawaida kwa mchezaji anapong'ara vilabu vingine kumtolea macho. Kumbukwe bado ana mkataba ndani ya klabu ya Yanga. Sasa Yanga itakuwa kazi kwao. Fadru, watu wanajiuliza ametumwa. Bwana kwa vizuri Katalambula? Ya, nipo vizuri sio. Mimi namshukuru Mungu, silalamiki. Kina Gio hapo poa kabisa. Kina Gio wako vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Yes. Na mimi naitwa Baba G Square, na wale kina Gio wote wako vizuri. Hongera sana. Unajua ukianza double mambo yanakuwa vizuri zaidi. Ya kabisa. Kuliko nyinyi mnaanza single mnachelewa kufika. Wewe umeanza single, mimi nikakufanyia nasema comeback moja ya maana sana. Vizuri. Yes, bana, watu wanajiuliza mwalimu Fadru ametumwa au yuko serious na hiki, kwa sababu baada ya kuenea taarifa ya kwamba mwalimu Fadru amewaomba mabosi wake wa Raja kuhakikisha wanampata Pacome Peodo Zouzoua dirisha dogo. Yes. Kama vile baadhi ya mashabiki wakaona hii haiwezi ikawa sawa sawa. Yes. Kiutaalamu na kiufundi, unafikiri nini hasa ambacho kimesababisha mwalimu Fadru avutiwe na Pacome? Lakini unaona kuna uwezekano wa Young Africans kwa sasa kumwachia Pacome, kwa sababu ukimtazama vizuri Pacome ndio kama roho ya klabu ya Young Africans, no doubt. Kwenye football kila mwalimu anatamani kufanya kazi na mchezaji ambaye anamfahamu. Okay. Kumfahamu kuna kwa aina mbili. Kuna ile unamfahamu mtu kwa sababu upo naye kwenye klabu yako, lakini kuna ile unamfahamu mtu kwa sababu amekuwa akikuvuruga sana kwenye mipango yako. Okay. Mifano ipo dhahiri sana hata huko barani Ulaya. Tunaona kuna baadhi ya timu huwa zinachukua wachezaji kutoka kwenye timu ambazo zinawatesa. Mfano tukija katika klabu ya Manchester United chini ya Sir Alex Ferguson, kipindi Arsenal walikuwa na Robin van Persie, mara kadhaa sana alikuwa akiwaadhibu klabu ya Manchester United. Kiasi cha kwamba Sir Alex Ferguson akahakikisha anampata. Ilikuwa ngumu sana mchezaji kutoka Arsenal kwenda Manchester United, lakini iliwezekana kutokana na ushawishi aliokuwa nao, lakini pia mchezaji mwenyewe matakwa, na tumeona Robin van Persie akaenda kwenda Manchester United na akaisaidia Manchester United kuchukua ubingwa na yeye kuchukua kiatu cha mfungaji bora. Tukirudi kwa Fadlu Davids akiwa katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini mara kadhaa wakati wanakutana na Young Africans, mchezaji ambaye alikuwa miba ni Pacome Peodo Zouzoua. Hiyo haihitaji miwani, inajulikana. Hata ukiangalia kwenye rate unaona Pacome rate yake inakuwa kubwa sana dhidi ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na hata kwenye kuscore pia tumeona pia amescore hata mchezo wao wa mwisho. Kwa hiyo mara kadhaa pia tulikuwa tunamsikia kocha Fadlu Davids akisema kwamba anahitaji X factors ambaye anaweza akaja kuibadilisha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na wengi walifika mbali wakasema miongoni mwa X factors ni pamoja na Pacome Peodo Zouzoua, kile ambacho anakifanya. Lakini pia hii tunaweza tukaona pia mfano ulidhihirika kwa Florent Ibenge wakati yupo katika klabu ya RS Berkane. Miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wakimsumbua sana ni Clatous Chota Chama, Triple C Mwamba wa Lusaka. Kwenye baadhi ya game ambazo waliwahi kukutana na klabu ya Simba, tumeona jinsi gani alikuwa mwiba kwa upande wao. Tumeona akafanya jitihada akamchukua. Ilikuwa ni story kama hii tu. Chama kuondoka Simba inawezekana, lakini mwisho wa siku tukaona kweli ikawezekana, kwa sababu kwa wenzetu mataifa kaskazini wana muscles kubwa sana kwenye masuala ya fedha. Kukupa bilioni 2-3-4 kwao kitu cha kawaida sana. Ikawezekana. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Fadlu Davids
ameona kile ambacho anacho Pacome Piodo Zouzoua, ndio maana umeona analazimisha kule katika klabu yake mpya ya Raja Casablanca waweze kumchukua mchezaji huyo. Na Pacome kama atafanikiwa kwenda kule, ataenda kukutana na mchezaji ambaye pia aliwahi kupita Simba kwa maana Papy Osman Sako. Yes, ataenda kuongeza kitu katika kikosi kile, lakini lazima pia ajue haitakuwa rahisi kumchukua. Kama Young Africans waliweza kumbakisha Clement Mzize kwa kiasi kikubwa sana cha pesa, sitarajii kwamba itakuwa rahisi sana wao kumchukua, hasa kwenye dirisha dogo, na ukizingatia unaona Young Africans bado hawajaipata ile rhythm yao. Kwa hiyo asitarajie kwamba kutakuwa na urahisi kuweza kumpata Pacome Piodo Zouzoua. Lakini kile ambacho tulizungumza juzi tu Cisco, nikakwambia kumuona Pacome kwenda kwenye timu ya taifa ya Cote d'Ivoire, yes, basi ujue kuna kitu kitakuja, kwa sababu alianza kwa Papy Osman Sako, aliitwa na timu yake ya taifa ya Senegal, lakini msimu ulipomalizika tukaona akaenda katika moja ya timu ya huko Ufaransa, na baadaye akarudi katika klabu ya Raja Casablanca. Kwa hiyo naamini kitakachofanya Pacome Piodo Zouzoua kutoka Young Africans kwenda Raja Casablanca ni yeye matakwa yake pamoja na yule ambaye anamsimamia, lakini wao kwa Young Africans kushawishika kwa fedha ngumu kwa kweli. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Raja wameamua kutikisa meza ya gharama, wameamua kutikisa meza yenye vinywaji vya gharama. Yani kwa sasa unapokwenda kumtikisa Pacome ndani ya klabu ya Yanga, kina Engineer sijui wanakuonaje, kina Gharb sijui wanakuonaje, kina Arafati sijui wanakuonaje, hiyo 9-10 mnatupa shida sisi pia waandishi, sababu wanachama na mashabiki tukiwapa taarifa hizi wao waangalie ukweli wa taarifa. Kuna vyombo vimeripoti kutoka kule Morocco, nyinyi mnaita Morocco Morocco, tunaita Morocco sisi, kutokea kule Morocco waangalie kama vyombo vimeripoti, au unaweza ukasema Hispania. Hispania ndogo lakini wanaandaa kombe la dunia na yes. Sasa cha ajabu hapo wao wana promotion tu. Yanga ndio Australia. Wala hatari ujue. Bwana sawa. Sasa tutazame uwezekano ni mdogo kwa Pacome kwenda kule. Mimi binafsi kabla sijakuuliza hili swali, naona uwezekano ni mdogo kwa namna ambavyo Young Africans kwa siku za hivi karibuni wamekuwa na project dume sahihi kwa wachezaji wao na timu yao kwa ujumla. Lengo ni kutengeneza ego Afrika. Wananipata uzuri Yes. Nini hasa ambacho kinaweza labda kikapelekea Pacome kuondoka ndani ya klabu ya Yanga? Kwa sababu bila shida wala shaka Pacome mwenyewe pia anafurahia sana kusalia ndani ya viunga vya Jangwani. Na ndio maana hata kuitwa kwenye timu ya taifa ameshukuru klabu yake Young Africans. Kucheza mchezo bwana anashukuru klabu yake Young Africans. Si kawaida mchezaji tu kule kwenye timu ya taifa unaishukuru timu yako. Sababu ni jambo la kawaida unaenda lakini tukigusanisha matokeo na matukio tunapata kuona kwamba kuna mahaba pia yametengenezwa, ama kuna bondi imetengenezwa kati ya klabu na mchezaji. Unafikiri nini hasa ambacho kinaweza kikaamua hatima ya Pacome labda kuondoka ndani ya Yanga? Young Africans mimi na kutoa kabisa usiwazungumze, kwa sababu hawatakuwa tayari kwa gharama yoyote ile. Yes. Huaga napendaga sana kutoaga mifano huko barani Ulaya. Kwa sababu watu wengi sana wanafuatilia soka la huko na uzuri wa soka la Ulaya kila kitu kipo wazi. Analipwa shingapi, amesajiliwa shingapi na kadhalika, kila kitu kipo wazi. Kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wanatoka kwenye timu zao, sio kwamba timu zilikuwa haziwezi labda kumzuia ama haziwahitaji, lakini ule utu tu wanaamua kufanya hivyo. Alifanya hivyo Cesc Fabregas wakati anaondoka katika klabu ya Arsenal. Aliwaambia Arsenal kwamba natamani kwenda kucheza nyumbani Spain, kwa maana katika klabu ya FC Barcelona, lakini chini ya Arsenal Wenger akamwambia kwamba bado nakuhitaji na siwezi nikakuruhusu kwa gharama yoyote ile, utabaki hapa. Akamwahidi kwamba atamuongeza mshahara, lakini akasema bado anatamani kwenye ile CV yake ya kuiandika basi arudi tena kucheza katika klabu ya FC Barcelona. Viongozi wa Arsenal wote walikataa, lakini yeye mwenyewe akalazimisha kwenda hivyo. Tukaona kabisa akajiongezea hadi pesa kutoka mfukoni mwake kuongezea kwa FC Barcelona ili aweze kwenda kujiunga na klabu hiyo. Tukirudi kwa Pacome Piodo Zouzoua, sababu pekee ambayo itamfanyia aondoke Young Africans
labda kama wao Young Africans watakubali kufanya kama vile ambavyo walikubali kwa Stefan Aziz. Okay. Kwa sababu ikumbuka kwamba Stefan Aziz aliandika barua kwa Young Africans akawaambia kwamba Young Africans amecheza Young Africans kwa mafanikio makubwa sana, lakini kile ambacho kipo mbele yake kinaweza kutengeneza historia kubwa sana kwenye maisha yake, kwa sababu anaenda kwenye timu ambayo anaenda kucheza FIFA Club World Cup. Kwa hiyo kwake itakuwa ni CV kubwa sana. Kwa hiyo aliomba kwa mapenzi, lakini pia akasema kama ataenda huko atashindwa, basi timu yake ya kwanza kurudi itakuwa ni klabu ya Young Africans. Kwa hiyo kwa Pacome Piodo Zouzoua sidhani kama Young Africans watashawishika na pesa ambazo watazitoa Raja Casablanca, bali labda yeye mwenyewe mchezaji mwenyewe awe na uhitaji, aseme kwamba natamani kwenda kucheza labda ni timu ni miongoni mwa labda mataifa ndoto yangu hivi na hivi. Kwa hiyo nadhani yeye mwenyewe Pacome Piodo Zouzoua aombe kwa Young Africans. Young Africans wanaweza kubariki, lakini kushawishika kwa pesa sidhani, kwa sababu walianza kwa Stefan Aziz. Young Africans wakamzuia mpaka mwenyewe Aziz Ki akaomba akaenda. Wakaja kwa Clementinho Mzize, walilazimisha. Tukaona Di Jasmine ambaye anamsimamia aliandika maneno kadha wa kadha, lakini Engineer Hersi hakushawishika wala kumjibu. Tukaona mpaka mchezaji kuonekana kama amemsaliti. Yes, amemsaliti na kadhalika, akabaki. Na mbaya zaidi kwa hawa ambao wanataka wachezaji kutoka Young Africans, yule mwamba Engineer Hersi ana ushawishi mkubwa sana kuliko hata hawa ambao wanakuja. Ndio maana mweza kaona anaweza kumshawishi mchezaji akabaki. Kwa hiyo ni shida ipo hapo. Ni mwenyewe mchezaji atake, lakini kwa Young Africans itakuwa ngumu sana kumruhusu. Kwa sasa nani timu kubwa kati ya Young Africans na Raja Casablanca? Sababu kila mchezaji pia mbali na fedha na kila kitu anatamani pia kucheza kwenye timu kubwa. Ukitazama vizuri, timu gani kwa sasa hivi ni kubwa na ni rahisi pia hata wewe kupata kile ambacho unakihitaji? Ukubwa wa timu unapimwa kwenye vitu vingi sana. Unapimwa kwenye historia, unapimwa kwenye rank, lakini pia unapimwa kwenye mafanikio, lakini pia unapimwa kwenye fedha ambazo wapo nazo. Raja Casablanca anaweza akawa amemzidi Young Africans kwenye hivyo vitu ambavyo tumevitaja, lakini current form Young Africans ni kubwa kwa Raja Casablanca, kwa sababu current form, kwa maana form ya hivi karibuni, tunaenda kuangalia kwenye rank. Ukiangalia Young Africans yupo juu ya Raja Casablanca, na ukiangalia pia kwa Raja Casablanca kwenda kuchukua ubingwa bado ni probability, kwa maana bado kama una sheki fulani hivi unaweza usimwamini kuchukua ubingwa wa ligi. Lakini pia Raja Casablanca pia sidhani kama yupo katika michuano ya CAF Champions League. Kwa unaweza ukaona kwamba kuna namna fulani kama Pacome Piodo Zouzoua akienda kule, kuna michuano kidogo itapungua, lakini pia kujiuza zaidi pia itapungua, kwa sababu atakuwa anacheza tu ligi ya ndani. Na hiyo inatia ugumu. Lakini kwa Young Africans naamini wataingia group stage kutokana na aina ya timu ambayo anaenda kucheza nayo. Unaona ataendelea kuonekana katika michuano ya CAF Champions League, lakini pia bado Young Africans pia kwenye kinyang'anyiro cha kuchukua ubingwa wa NBC Premier League huwezi kumtoa. Lakini pia ukiangalia anacheza kwenye timu ambayo rais wake ni mjumbe wa bodi ya vilabu FIFA, lakini pia ni mwenyekiti wa vilabu Afrika. Yes, kuna namna fulani tunaonaga Engineer Hersi anaenda kuhudhuria kwenye baadhi ya semina ambazo zinatolewa na FIFA pamoja na CAF. Kuna vingi ambavyo anajifunza huko, namna kumkuza mchezaji, namna kumuuza mchezaji, na namna pia kumfanya mchezaji awe bora zaidi. Kwa hiyo nadhani hizo zote project anaweza akaekewa mezani, yeye mwenyewe Pacome Piodo Zouzoua akaona ukubwa wa Young Africans uko wapi. Kwa hiyo kwa sasa hivi pasipo mashaka, yoyote atakayeamua kunitukana anitukane kwa comment mbaya yote, lakini Young Africans yupo juu ya Raja Casablanca. Wewe umeweza kujidefense kweli kweli mdogo wangu, na hiyo ndio kazi ya mashabiki wao, kusifia unapowagusa mioyo yao, lakini pia kutukana ama kuponda pindi unapokuwa against na wao. Umenipata vizuri Sasa sisi kazi yetu ni moja tu, kutoa habari, hajalisha watu wanazipokeaje. Hivyo ndivyo ambavyo wapende wasipende, si tunahabarisha, unapata habari. Sasa leo vyombo zaidi ya vitatu pale nchini Morocco vimeripoti taarifa hiyo, alafu ukae kimya. Sasa inakuwa sio sawa, kwa sababu Steven Mapunda kila akishiba zake akiona wanaiponda labda Yanga na kutukana, haiwezi kuwa sawa. Yani wewe leo hii ogope kutoa habari kwa sababu mzee wangu Miovela wa Tabata ashindwe kukusalimia vizuri kwa sababu tumetoa habari ambayo inamtoa, haiwezi kuwa sawa. Yeye mwenyewe Mfoisa Miovela anatakiwa ajue kwamba kuna wakati tunatoa taarifa kwa sababu zipo lazima zitoke, na kuna wakati
tunatoa taarifa kwa sababu ya hamasa na vitu kama hivyo. Unanipata uzuri Sasa hizi taarifa zimetufikia, lazima zitoke Katalambula Yusuf. Bwana sawa, Sisco, kabla hujafunga kuna swali pia nikuulize kwa sababu wewe pia ni mchambuzi mzuri sana. Tumegusa kwenye engo zote. Engo ambayo mimi nataka nijue, ikitokea sasa Pacome Piodo Zouzoua akaomba na Young Africans wakamkubalia, akaweza kuondoka. Kuna mchezaji wako pendwa sana Lassine Kouma, lakini pia upo Mohamed Doumbia. Unadhani tayari replacement yake ipo kwa Young Africans, au kama atakubali kumuuza basi watalazimika kuingia sokoni? Umetaja wachezaji wazuri sana. Lassine Kouma kijana mzuri, ni kiungo. Young Africans kwa muda mrefu walikuwa wanakosa kiungo namba 8 asili. Wanipata vizuri tazama Young Africans wanawatumia kuna muda mwingine dimba la juu pale akina Duke Abuya, lakini kiwalisia Duke Abuya si namba 8 asili. Lakini kuna nyakati pia wanawatumia mchezaji kama Zanzibar Finance kwa maana Mudathiri haya, lakini pia si namba 8 asili. Lassine Kouma ni namba 8 asili. Unaelewa vizuri, Young Africans walikuwa na namba 8 asili kwa maana ya Khalid Aucho ambayo wakaamua kuiharibu kwa sababu walikuwa wamekosa namba 6. Wanapata uzuri. Lassine Kouma ni namba 8 halisi ambayo Yanga wameipata. Kwa hiyo kutazama majukumu yake yanaweza akafanana na Pacome, lakini kwa tofauti. Ni mchezaji mzuri, anaweza kuwa kitu kizuri sana. Lakini pia umemzungumza mtu kama Mo Doumbia. Bonge moja la mchezaji. Anaweza pia kuchezesha timu, lakini ni slow but sure. Ni mchezaji ambaye anaweza kubadilisha matokeo wakati wote kama anakuwepo uwanjani. Miguu yake inaweza kuamua na pia miguu yake ina macho hasa kwenye maeneo muhimu. Wachezaji wazuri. Lakini natamatisha kwa kusema bro, replacement ya Pacome Piodo Zouzoua ikitokea kama ataondoka ndani ya klabu ya Young Africans, mbadala wake ni Pacome Piodo Zouzoua yeye mwenyewe. Yaani sio, unanielewa? Yaani mbadala wa Pacome Piodo Zouzoua ndani ya Yanga ni Pacome Piodo Zouzoua na si mtu mwingine, kama ilivyo kwa Sisco. Yaani replacement ya Sisco ni Sisco mwenyewe. Yaani miwezi kuniambia eti Sisco unajua kuna mtu anafanya yaani mimi replacement ya Sisco nabaki kwa Sisco. Yaani Katalambula replacement yako wewe unabaki kwa wewe Katalambula. Tafanana na sura. Unanipata uzuri? Kwa mfano mzee wangu Miovela, replacement yake ya Miovela nabaki kwa yeye. Yaani tafuta mwingine wewe anafanya kama Mfoisa Miovela. Yaani Mfoisa anabaki kwa Mfoisa sababu ana vitu vyake na zile small details. Ndivyo ambavyo Pacome yuko navyo. Hata leo hii huwezi kusema eti wewe ni compare labda na Steven Mapunda tukiseme yaani hapa sasa hapa nyinyi zinasema hamna. Yaani kila mtu anabaki kwa yeye. Mimi nafikiri ndio mtazamo wangu kwamba ni ngumu kupata Pacome Piodo Zouzoua kwa sababu replacement ya Pacome ni Pacome mwenyewe. Nimalizika. Bwana, na mimi sina la ziada. Jina langu naitwa Sisco. Nyuma ya kamera yuko mwamba kweli kweli, si mwingine bali ni Mapunda Garencha. Mwamba huyo. Hatari kweli kweli. Kuna nguvu kubwa pia tulikuwa tunapewa na Bat Quality, ni kampuni bora ya Kitanzania. Inazalisha na kusambaza bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana mfano wa kigae na zile pia zenye matili ya chenga chenga, zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana utapata misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake ni muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kukutana nayo kijana wako. Fika kiwandani ili upate bati nzuri yenye warranty ya muda mrefu kwa gharama nafuu mno. Itoshe kusema tukutane tena. Asante kwa kutazama Kiki TV Tanzania. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe pamoja na kubonyeza kengele. Endelea kuwa nasi.